Naam, Tanzania, mimi niseme asante sana, na leo imekuwa ni siku njema sana, na nimepata bahati pia ya kufanya mahojiano kwa ufupi sana kwa faida ya Watanzania wote na wale ambao mko nje ya Tanzania na mnatufuatilia. Kwa kwanza tu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Unaitwa nani? Kwa majina naitwa Elisa Safi Komba, ni mshirika wa kanisa la Pentekoste Motomoto Boko. Hakika. Ndio. Na imani kabisa kwamba unaweza ukaona kitu ambacho unaweza ukaongea kwa ajili ya taifa la Tanzania, unaweza ukaongea kwa ajili ya vijana wa rika yako, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza wakawa sehemu ya faida kwenye nchi ya Tanzania, hasa katika mambo ya ulimwengu wa roho. Kwa ufupi, ili nielekee kwenye maswali yangu ya msingi. Karibu. Amen. Nashukuru sana kwa swali zuri. Biblia inasema katika Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza ya kwamba basi kabla ya mambo yote nataka sala, dua zifanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya mamlaka ili tuweze kuishi kwa amani na utulivu. Kwa hiyo maisha yetu tunayoishi ni roho. Biblia inasema katika Wakorintho wa 2:10 ya kwamba ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita katika mwili. Kwa hiyo ni kweli tumebeba mwili, lakini pia kinachotufanya tuishi ni ile pumzi au roho ambayo Mungu aliweka. Hivyo vijana na Mungu aliwekesha kutuagiza kabla hatujafanya mambo yote, kufanya shughuli zetu sekta tofauti, kwanza tuanze na taifa letu, kwa sababu tutakapoiombea taifa amani itakuwepo na tutaweza kuendesha hayo maono tulionayo, kwa sababu kama amani ya nchi haitakuwepo, hata wale tuliowekezwa ndani na Mungu hawaweza kutumisha, kwa sababu wote tutakuwa katika hali ambayo haina utulivu, na kama mtu hana utulivu ni ngumu sana kufanya kitu kwa ufanisi. Unaamini kwamba amani inaanzia katika ulimwengu wa roho? Kabisa. Biblia inasema katika Wagalatia ya kwamba lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani. Kwa hiyo anayeleta amani ni Roho wa Kristo. Roho wa Kristo anapoingia ndani yetu anazaa tunda la amani. Kwa hiyo kama mtu hajampokea Yesu Kristo, ni ngumu sana kuwa na amani, kwa sababu kwa sasa hatuna Yesu kwa namna ya mwili, lakini Yesu alisema anakuachia msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu atakapokuja kwa ndani yetu atazaa amani. Kwa hiyo amani ni swala la rohoni kabisa. Amani. Unapotokea unaona viashiria ambavyo vinatokea labda katika nchi za nje, nchi yako, ambao vinaonyesha ni uvunjifu wa amani, changamoto inakuwa wapi katika swala la kiroho? Changamoto halipo, kwa sababu Biblia inasema hayo hayana budi kutokea. Kina vita zinavyozidi kuongezeka ni andiko, na ni Yesu wakati anaondoka aliwaambia wanafunzi wake na kwamba mataifa yatapigana na mataifa, ufalme utapigana na ufalme. Kinachonisaidia mimi ni kwamba Yesu yuko njiani, na niendelee kutunza utakatifu na niendelee kutafuta amani na watu wote, maana tumeambiwa tutafute amani na utakatifu. Hivyo ndio vitu vya msingi sana. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu kwa sababu siku zinawadia na alichosema Yesu tunaendelea kukiona taratibu kiki.